Mheshimiwa Esther Amos Bulaya atafuatana Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava. Mheshimiwa Edwin Enos Swali ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati Mheshimiwa Rais anazindua bunge letu, kuna mambo alituongoza kama taifa, na sisi bunge hili kama wawakilishi wa wananchi tunapaswa kwenda kwenye laini yake ili taifa letu lisonge mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, wote wa Tanzania tulikubaliana yaliyotokea sio mazuri, lakini si sifa kuendelea kuzungumza kitu kibaya kitakachotugawa, na rais ameonyesha nia ya kutatua kwa kuunda tume, na amesema bayana tume ikileta majibu, kama kuna taasisi, kuna maeneo ilifanya makosa, atachukua hatua ili kwa yale tuliyoyapitia iwe funzo katika chaguzi zinazoenda na katika kuendesha taifa letu. Lakini alisisitiza waziri mkuu wetu, hakika umoja wetu wa kitaifa, dhamira ya rais wetu, tukimuunga mkono tutaenda kuhakikisha taifa letu linakimbia kwa maendeleo, kwa sababu taifa letu litakuwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, niliyesimama hapa, hii ni mara yangu ya pili kuijadili hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza ilikuwa 2021 aliposimama hapa kulihutubia taifa. Kuna mambo aliyasema atayafanya. Leo mimi na Watanzania ni mashahidi ameyafanya. Jambo la kwanza, alisema ataenda kuendeleza mazuri yaliyofanywa na watangulizi wake. Leo tujiulize, SGR iko wapi? Leo tujiulize, bora Mwalimu Nyerere liko karibia 99%. Ameendeleza kasi ya ujenzi wa miundombinu. Aliahidi, alitekeleza, na vile vile akasema atahakikisha wale ambao wako nje ya nchi wanakuja, tushirikiane kujenga nchi yao. Ametekeleza. Ni rais ambaye anasema, anatenda. Nina uhakika haya aliyosema wakati anahutubia bunge hili yanaenda kutekelezwa, kwa sababu kuna mambo aliyosema ameyafanya. Jukumu letu kama Watanzania kumpa ushirikiano ili tuendelee kuijenga Tanzania tunayoitaka. Hakuna mtu mwingine wa kutujengea taifa hili isipokuwa sisi, kwa kusimamia rasilimali zetu, kwa kutumia mikopo ya ndani na nje itumike vizuri, ili tuiache Tanzania kwa vijana ambao zaidi ya 60%. Kwenye hotuba yake Daktari Samia Suluhu Hassan amewataja zaidi ya mara 5. Na leo nataka nizungumze na vijana wa taifa hili. Mimi Esther Bulaya niliingia bungeni hapa nikiwa mbunge wa vijana. Tuliona hotuba mbalimbali, tuliona kasi za maendeleo ya kutatua changamoto za vijana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, amesema vijana wa taifa hili ndio wenye nchi yao, lazima kwenye asilimia mbalimbali za bajeti ya nchi hii waweze kupewa kipaumbele. Akasema kwenye programu mbalimbali katika mawizara mbalimbali vijana watapewa kipaumbele. Nilikuwa napitia ripoti hapa, unapozungumzia kuanzisha madirisha ya uwekezaji kwa ajili ya vijana, unazungumzia kutengeneza mabilionea vijana watakaotengeneza ajira kwa vijana wenzao. Unapozungumzia
Taarifa. Kutenga bilioni 200 kwa ajili. Mheshimiwa Yasa, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Saashisha Mafue.